Ifahamu Sheria. Mimi ni ndugu yako Mkama Magoti Kalebu, mkurugenzi mwendeshaji katika kampuni ya Dar State Company Limited. Kampuni yetu ilianzishwa zaidi ya miaka 5 iliyopita ikiwa na lengo la kuweza kuwasaidia makampuni, watu binafsi, mashirika ya umma na mashirika binafsi kuweza kupata madeni yao ambayo hayajalipika kwa namna moja ama nyingine. Pia dhumuni la kuanzisha kwa kampuni yetu ilikuwa ni kuweza kutoa elimu ya masuala ya fedha kati ya mdai na mdaiwa. Unaweza kukuta kwamba kuna deni ambalo linatakiwa kulipika lakini halijalipika kwa sababu inawezekana mdaiwa hajafahamu wajibu wake kimkataba wa kulipa deni. Sheria nyingine ambayo inahusika moja kwa moja na masuala ya madai ni sheria ya faragha ya ulinzi wa taarifa binafsi. Kumbuka kwamba unapokuwa unadai au unapokuwa unadaiwa unakuwa na taarifa zako binafsi, yani deni ni haki yako au ni faragha yako kati ya wewe unayodaiwa na anayekudai. Hakuna mtu mwingine anayetakiwa kufahamu deni lako isipokuwa tu amepewa mamlaka ya kufanya hiyo kazi au kwa namna moja ama nyingine amepata taarifa ya hilo deni kwa njia zinazohusika. Ikiwa hakuna mtu mwingine anayehusika na taarifa zako binafsi za deni au za majina au za kitu chochote kinachohusiana na deni, basi hilo deni linabaki kuwa ni faragha. Kwa hiyo sheria hii ipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba taarifa zako binafsi zinalindwa. Na kiujumla, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazo sheria nyingi ambazo imejiwekea, ambazo kwazo zote zinajengwa au misingi yake mikubwa ipo kwenye Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo unapokuwa unazungumza sheria, unazungumza sheria tofauti tofauti zinazoongoza masuala mbalimbali ambayo sisi kama wanajamii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumejiwekea ili tuweze kuziongoza. Na katiba inatoa misingi yake na inatafasiriwa na sheria ambayo inaitwa The Law of Interpretation, ambayo ndio sheria kubwa au Cap 1 ya sheria zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo cha kwanza ni kufahamu hizi sheria. Kwanza tunazo sheria tofauti tofauti ambazo zinatuongoza katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama nilivyosema, kutegemea na eneo ambalo wewe unalitaka. Kwa mfano, ukizungumzia kwenye masuala ya mikataba, tuna sheria tofauti tofauti zinazoongelea mambo ya mikataba. Mfano ni sheria ya mikataba au kwa lugha ya Kiingereza The Law of Contract Act. Sheria hii inazungumzia masuala yote ya mikataba, namna ya kuingia mikataba au kuvunja mikataba, namna gani ya kutimiza masharti ya kimkataba, namna gani ya kuifanya enforcement ya hiyo mikataba na masuala mengine yote yanayohusiana na mambo ya mikataba. Kwa hiyo kama unataka una swala linalohusiana na mikataba, basi hauwezi ukaenda kwenye Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Utakachofanya utaenda kwenye hii sheria ya mikataba na yenyewe itakuonyesha zaidi nini unatakiwa kufanya ili uingie kwenye mikataba, kama ni umri, nini hakitakiwi na vitu vyote. Eric Anthony Mwasile ni mkurugenzi wa kampuni kwa jina inaitwa Rickton Enterprises Company Limited, na tunajishughulisha na logistics and transportation, general supply kwa serikali. Kampuni yetu ilikuwa registered mwaka 2016, lakini haikuwa imeanza kufanya kazi kutokana na changamoto mbalimbali za gharama za uendeshaji na vitu tofauti. Kwa upande wa logistics and tunafanya kuhaya heavyweight machines ambazo ni mobile cranes, forklifts, box loaders, telehandlers, and kwa upande wa transportation tunafanya transportation
within Tanzania local, sio transit. Mikoa yote ya Tanzania tunafanya transportation. Then kipande cha procurement mnaita general supply kwa serikali, tuko registered na mfumo wa serikali unaitwa NeST. Unafanya hizo manunuzi sekta mbalimbali za serikali kwa ajili ya kuendesha kampuni yetu, ingawa tunapambana nazo. Kwa mfano nikizungumzia kipande cha transport and logistics, ambazo sisi ni kampuni ambayo ni ndogo, sio kubwa, na tumeanza kufanya rasmi ni kama miaka 3 iliyopita. Wakati ilikuwa kumbuka ilikuwa imesajiliwa 2016. Therefore kuna makampuni papa Big Fish, wao wameanza muda mrefu, wana mashine nyingi na wana mitaji mikubwa. Kwa hiyo tunacho face nacho ni hawa makampuni makubwa. Wakati tunakuwa tunapata clients, wateja, wakati huo kuna kuwa na competitions. Mteja anatafuta bei elekezi tofauti, cheap zaidi. Kwa hiyo mkikuta mmeingia wote wawili, Big Fish na wewe ambaye mdogo, automatic yule atatoa bei ya chini kwa sababu mtaji wake mkubwa na vyombo vingi. Sisi wadogo kuna wakati tunawategemea hawa ma Big Fishes kwamba kinahitajika chombo fulani kwa ajili ya kuhaya, wewe unakuwa hauna, unaenda kwake. Sasa unataka kwenda kwake, the same time mteja maybe naye amemwona yeye. Taifa Stars oye! Tanzania oye! Mheshimiwa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, ndugu zangu wana michezo, ndugu zangu waandishi wa habari, wachezaji wa timu ya taifa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nimepewa dakika 2 na mimi nataka kuzitumia kumkaribisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kabla ya Mheshimiwa Waziri, lakini niseme jambo moja tu. Wakati tunakwenda kwenye mashindano haya ya AFCON 2025 kule Morocco, malengo yalikuwa mawili. Kwanza, ilikuwa ni mara yetu ya 4 kushiriki mashindano haya kwenye hatua hii, na tulikuwa hatujawahi kushinda hata mchezo mmoja. Lakini kubwa, mashindano yote matatu yaliyopita ambayo tulishiriki, tulikuwa hatujawahi kuvuka hatua hii ya awali. Mimi Margaret Elia Mwafulima, captain wa timu ya TPDC. Na sasa Tanzania imeingia katika timu shindani za mashindano ya AFCON na sio mshiriki au msindikizaji. Hakikishe kwao na Watanzania wote salamu nyingi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ameniagiza nifike hapa kuwapokea wachezaji ambao baada ya mechi yao alichukua uamuzi wa kuwapelekea ndege ambayo inakwenda kuwachukua na kuwaleta hapa, ikiwa ni moja ya dalili au moja ya ishara ya kuheshimu kazi kubwa ya kizalendo ambao wameifanya. Naitwa Edita Manyaka, ninaishi kata ya Mzinga, Kibeberu, Msikitini. Nilianza kazi za ufugaji 2023 nikiwa na kuku 300. Mnamo ninapoendelea niliendelea kupanda kwa 600. Baada ya hapo nikapanda kufikia kuku 1000 na sasa ninafuga kuku 1500. Naitwa Fikiri Mwalami, ni msanii na kiongozi wa kikundi cha Safari Theater Troupe